Master. Noma ya Gachagua na the Somali community ni gani? Juu niliona akiambia Trump sijui afanye sijui nini. Sikumuelewa noma yake na the Somali community ni nini? Unajua mzae ana belong to the group that has is still suffering from superiority complex in Kenya. Hiyo ndio gani? Unajua huyu jamaa alikuwa dio wakati wa Moi era. These are people who still used to view and still view the Somali community and the whole Islamic community in Kenya is still marginalized. Unacheki, kumbuka huni jamaa walikuwa na supply relief food hiyo time, walikuwa natumua kwenda maintain security in those locations. Huyu jamaa is even accused kuna time relief food sijui ilienda missing na vitu kama hizo. Relief food? Yes. So is a person who have always held this community in low, yani uko chini. Now he cannot yani hawezi ishi na the feeling like ama the reality that the Somali community, the whole Islamic community, they are no longer marginalized. Now they are contributing to the economy heavily. He has refused to accept. Unacheki, hao ni wale traditionalist. Walikuwa wanafikiria yani uongozi na mali ni ya watu fulani. Unanielewa? Nakupata. These are people who made their money using the system. Huyu ni mtu anatuharibia the young generation. You see, of Kikuyu young men and women. Because when we start such kind of talk, anafanya our relationship with other communities to be bad. Na tunaonekana tunajipenda. In any case, most of them, they made money. You know, as Kikuyu's been in power for a very long time. You've had 3 presidents. Sasa kuna ka group ya hapo, hawaelewi kwa nini sasa watu wengine sasa wanaweza control. You know, hawaelewi kwa nini the communities, other communities are having a top businessmen. They have leading private sector businesses. They also are doing tangible and real work in the government, in the various offices that they hold. So these are person mwenye amekataa, yani unajua kutoka atolewe power, amekataa kukubali kumbe power ilienda. Amekataa kumove on. Unaona? Na ni mtu anaharibia community yake, lakini yeye ajali sababu alishatafuta mali yake. Wale watu wanafaa kuwa wanajali sana ni sisi vijana. Sababu sisi new wealth haitakretiwa venye wao walifanya. Hiyo time they had the system, na kukuwa na mambo mingi ya kuangaliwa. Sisi saa hii our real wealth, our real businesses, country yetu ita grow with how we integrate with other communities. So he's a fellow who should not be listened by na kijana wote ambaye anataka Kenya iende mbele. Because huyu ni mtu mwenye bado anaangalia wa Somali wale walikuwa wanaita waria alifanya. Waria tunampelekea chakula. Unasikia hata vile vitu wanaongea. Tukiangalia unajua watu wachange kuona hizi vitu. Ile siku watu waseme waje basi tuangalie pia Wakikuyu walifanya nini wakiwa na power. Utapatikana vitu zingine wrong sana. Unanielewa? Na pia watu wetu walisaidika. Kuna watu wengi sana wako na mali kibinafsi na pia as a collectively because they served in the system. Unanielewa? So when we see other communities progressing locally and internationally, wivu ituishe. Unaona manyumba zikijengwa, malls zijengwe, nini zijengwe, ni nchi yetu ina grow. Ni sisi tutafanikiwa, ni sisi tutafanya more business, ni more tax italipwa. Hiyo upuzi sababu juzi ilikuwa na watu fulani ndio wana control economy. Sasa kuna new players, ati sasa tunaanza kusikia wivu na kusema unaanza mpaka kuambia sijui Trump afanye nini. Ni upuzi. What we should do is, if you feel your community has been suppressed in doing business or anything, then your community, what it did not do is innovate. So ina need kubadilika, watu wafikirie vingine. Lakini hii chuki ya, juu unaona wewe sasa hii huwezi, kuna watu wengine wanaweza. Chuki na wivu. Tunaanza siasa mbaya ya kugawanya watu. Ni mambo ya upuzi. And I think wazee sasa they need to tell our people to tone down. Let's talk real issues. Mambo ya ujinga tafadhali tufanye siasa ya sera. Lakini vitu zingine tuache kuongea tafadhali.